Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi yetu ya nyumba namba 13 kupitia hapa Simulizi Nova. Leo tunaendelea na sehemu ya 4 ambapo tunakutana na visa mbalimbali. Karibu uenjoy na uendelee kuisikiliza na kusubscribe pia chaneli yetu ya Simulizi Nova. Jogoo wa kwanza alikuwa bado hajawika. Ukungu mzito ulitanda juu ya kijiji cha mlimani. Miti mirefu ya msitu wa Mbuyuni ilionekana kama vivuli vya majitu vilivyosimama kimya. Ndani ya nyumba namba 13 hakuna aliyelala. Baada ya usiku mzima wa kufichuliwa kwa siri nzito, kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Adamu alikuwa amekaa dirishani akitazama alfajiri ikianza kuchomoza. Amina akamsogelea taratibu. Bado hujalala? Adamu akatikisa kichwa. Ninawezaje kulala wakati nimegundua maisha yangu yote yalikuwa siri? Amina akamshika mkono. Familia sio damu peke yake. Familia ni wale wanaokusimamia hata dunia ikikugeuka. Adamu akamwangalia Neema aliyekuwa amelala kwenye kiti kutokana na uchovu. Macho yake yakajaa machozi. Huyo ndiye mama yangu. Hakunizaa, lakini amenilea kwa upendo ambao hata damu haiwezi kununua. Amina akatabasamu. Huu ndio utajiri wa kweli. Danieli alisimama katikati ya ukumbi. Akasema, ni wakati wa kuondoka. Mzee Salum akafungua ramani. Kutoka hapa mpaka kwenye kaburi ni kilomita 4, lakini njia ya kawaida haitatufikisha. Adamu akauliza, kwa nini? Kwa sababu kuna watu watakuwa wametutega njiani. Danieli akasema, na si watu tu. Kuna macho yanayotutazama tangu jana usiku. Wakati huo ndani ya jumba la kifahari la tajiri Kiwelu alikuwa ameketi akiwa ameshika glasi ya maji, lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Mbele yake alisimama yule mwanaume mwenye koti jeusi. Safari hii uso wake bado ulifunikwa. Umelala? Kiwelu akatikisa kichwa. Hapana. Kwa nini? Nina hofu. Mwanaume huyo akacheka. Sikuwahi kufikiria siku moja utaiogopa familia ya Baraka. Kiwelu akashusha macho. Sikuwaogopa wao. Ninachoogopa ni ukweli. Mwanaume huyo akasogea karibu. Kumbuka, kaburi lisifunguliwe na Adamu asifike akiwa hai. Nje ya nyumba, Rehema alikuwa amejificha nyuma ya mti. Alisikia mazungumzo yote. Macho yake yakajaa mshangao. Wanataka kumuua Adamu? Alianza kujilaumu. Nilidhani wanataka kumzuia tu. Kwa mara ya kwanza moyo wake ulimshinda wivu. Akaamua, lazima nimuokoe. Safari ikaanza. Adamu, Amina, Danieli, Mama Neema na Mzee Salum wakaingia msituni. Ukungu ulikuwa mzito kiasi kwamba mtu hakuweza kuona umbali wa mita 10 mbele yake. Mzee Salum akasimama ghafla. Kimya. Kila mtu akanyamaza. Kutoka mbali ilisikika sauti ya mtoto mdogo akilia. Amina akashtuka. Kuna mtoto amepotea. Danieli akatikisa kichwa. Hapana. Hakuna mtoto hapa. Basi hiyo sauti ni ya nini? Mzee Salum akasema kwa sauti ya chini. Msitu huu una tabia ya kuwarudishia watu sauti za zamani. Mama Neema akamshika Adamu mkono kwa nguvu. Usifuate sauti yoyote utakayosikia. Ahadi? Adamu akamwangalia. Na kuahidi mama. Lakini sekunde chache baadaye ilisikika sauti nyingine. Safari hii ilikuwa ya mwanaume. Adamu! Adamu alisimama. Sauti hiyo ilikuwa ya babake. Mwanangu, njoo huku. Adamu akageuka kuelekea upande wa sauti. Danieli akapaza sauti. Adamu, hapana. Lakini alikuwa tayari amechelewa. Adamu alianza kutembea kuelekea ndani kabisa ya msitu, mahali ambapo wengine hawakuweza tena kumuona. Adamu, rudi! Danieli alipiga kelele, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Ukungu mzito ulimmeza Adamu.
Amina akaanza kukimbia. Adamu, 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 Adamu. Mzee Salum akamshika mkono. Usikimbie. Kwa nini? Ukimfuata bila kujua njia, msitu utakupoteza pia. Amina akabubujikwa na machozi. Sitamwacha jamani, mpenzi wangu. Mama Neema naye akaanza kulia. Mwanangu, mwanangu. Danieli akapiga magoti na kugusa ardhi. Akafumba macho. Baada ya sekunde chache akafungua macho yake. Hajafika mbali. Kwani umejuaje? Hakuna aliyewahi kuingia msitu huu bila kuacha alama. Akainua kidole. Angalieni chini. Kulikuwa na nyayo za Adamu, lakini zilikuwa na jambo la ajabu. Nyayo hizo zilianza zikiwa za mtu mmoja, baadaye zikawa za watu wawili. Amina akatetemeka. Kuna mtu anatembea naye. Danieli akatikisa kichwa. Ndiyo, lakini mtu huyo hajaacha nyayo. Wote wakabaki kimya. Wakati huo huo, Adamu alikuwa akitembea kana kwamba amepoteza fahamu. Sauti ile iliendelea kumuita. Mwanangu, mwanangu, njoo. Alifika kwenye eneo lenye mti mkubwa wa mvule. Chini ya mti huo alimuona mwanaume aliyevaa nguo nyeupe. Uso wake haukuonekana vizuri kutokana na ukungu. Adamu akamuuliza, wewe ni nani? Mwanaume huyo akatabasamu. Unanitafuta siku nyingi. Wewe ni baba yangu? Hakujibu. Aliinua mkono na kuonyesha upande wa kushoto. Kabla hujafika kwenye kaburi, anza kuokoa aliye hai. Mara ukungu ulivuma. Mwanaume huyo akatoweka. Adamu akabaki peke yake. Huko kijijini, soko lilikuwa limeanza kufunguliwa. Kama kawaida, wazee walikuwa wamekusanyika kunywa chai. Juma, rafiki wa Adamu, alikuwa amekaa akiendelea na utani wake. Oza, nimesikia Adamu ameenda kutafuta urithi. Mzee mmoja akacheka. Kijana akiona pesa kwa mbali, hata mbio humzidi. Wote wakacheka, lakini mzee Mshana hakutabasamu. Naona ni utani, mimi naona damu. Wote wakanyamaza. Kwa upande mwingine, Rehema akakimbia kupitia njia ya mkato ili awahi kumwonya Adamu. Alipokuwa akikimbia, mtu mmoja alimvuta ghafla kichakani. Rehema akapiga kelele, lakini mwanamume huyo akamziba mdomo. Usipige kelele. Rehema akapanua macho. Danieli. Hapana, mwanamume huyo akavua kofia yake. Alikuwa ni Inspector Omar. Rehema akashangaa. Wewe ni nani? Mimi ni askari wa upelelezi. Nimekuwa nikichunguza mauaji ya mzee Baraka kwa siri kwa miaka 25. Rehema akabaki ameduaa. Ina maana kesi haikuwahi kufungwa? Inspector Omari akatikisa kichwa. Haikufungwa. Ilinyamazishwa. Kuna watu wenye nguvu walihakikisha ukweli haujulikani. Akamkabidhi Rehema kifaa kidogo cha kurekodi sauti. Kuanzia leo, kila utakachosikia kutoka kwa Kiwelu, rekodi. Rehema akamuuliza, kwa nini unaniamini? Omari akatabasamu. Kwa sababu niliona macho yako jana usiku. Mtu mwenye tamaa hawezi kulia kwa ajili ya mtu mwingine. Wakati huo, Adamu alifika kwenye kichuguu kidogo. Kulikuwa na jiwe lililochakaa. Hakukuwa na jina, hakukuwa na tarehe, lilikuwa tupu. Adamu akapiga magoti. Hapa ndipo ulipozikwa baba? Alipojaribu kuligusa, ardhi ikaanza kutikisika. Dum, 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 dum. Kutoka nyuma yake, sauti ya mtu ikasikika. Siguse kaburi hilo. Adamu akageuka kwa haraka. Mbele yake alisimama mzee mmoja aliyekuwa amevaa sare za zamani za jeshi. Mkono wake wa kushoto haukuwepo, lakini macho yake yalikuwa makali. Akasema kwa sauti nzito, ukifungua kaburi hili, kabla hujajua muuaji wa ukweli, utamuua mtu mwingine asiye na hatia. Adamu alibaki amesimama mbele ya lile kaburi lisilokuwa na jina. Macho yake yalikuwa yamemtazama yule mzee aliyesimama mbele yake. Mzee huyo alikuwa amevaa sare za zamani za jeshi zilizochakaa, na mkono wake wa kushoto ulikuwa umekatika kuanzia kiwiko, lakini macho yake yalikuwa makali kama tai. Wewe ni nani? Adamu akauliza. Mzee akatabasamu kidogo. Kijijini zamani waliniita Captain Amis. Kama wewe ni mwanajeshi, unafanya nini hapa? Nalinda kaburi hili. Kwa miaka mingapi?
miaka 25. Adamu akapanua macho. Kwa miaka yote hiyo? Kapteni Hamisi akatikisa kichwa. Kuna ahadi ambazo mwanaume huzibeba mpaka kaburini. Wakati huo huo, Danieli, Amina, Mama Neema na Mzee Salum waliendelea kufuata nyayo za Adamu. Walipofika kwenye njia panda, nyayo zilipotea ghafla. Mama Amina akaanza kulia. Hatuwezi kumpoteza tena. Danieli akainama chini. Akachukua kipande kidogo cha kitambaa. Hicho kilikuwa ni sehemu ya shati la Adamu. Hakupotea. Aliacha alama makusudi. Mzee Salum akatabasamu. Huyu kijana anaanza kufanana na baba yake. Huko kijijini, Juma alikuwa amekaa kwenye kibanda cha Mzee Kaseke akinywa chai. Mzee Kaseke akamwambia kwa utani, leo umekunywa chai 5. Juma akacheka. Nikikosa hela, chai ndio chakula. Wote wakacheka. Lakini ghafla, watu wawili wasiowajua wakaingia. Walivaa makoti meusi. Mmoja wao akauliza, nani hapa anaitwa Juma? Juma akasimama kwa ukakamavu. Ni mimi, tuna mazungumzo na wewe. Ya nini? Hayawezi kusemwa mbele za watu. Mzee Kaseka kanong'ona. Juma, ukiona mgeni anakuita pembeni bila sababu, ujue amekuletea bahati au matatizo. Juma akajibu kwa utani, mzee, maisha yangu yote ni matatizo. Lakini moyoni alianza kuingua na hofu. Katikati ya msitu, Kapteni Hamisi alimkabidhi Adamu koba mdogo wa ngozi. Fungua. Ndani kulikuwa na saa ya mfukoni iliyovunjika, pete ya dhahabu, daftari dogo lenye kurasa zilizochakaa na risasi moja iliyochakaa. Adamu akauliza, hivi vitu vya nani? Kapteni Hamisi akajibu, vyote vilikuwa vya baba yako. Adamu akashika saa ile kwa mikono inayotetemeka. Kwa nini ilisimama saa 3 na dakika 12? Kapteni Hamisi akafumba macho. Huo ndio muda ambao risasi ilimpiga. Adamu akashindwa kuzuia machozi. Akafungua daftari. Ukurasa wa kwanza uliandikwa kwa mwandiko mzuri. Kama unasoma daftari hili, ina maana mimi sina uhai tena, lakini ukweli wangu bado unaishi. Adamu akaema kwa nguvu. Hii ni sauti ya baba yangu. Kapteni akamzuia. Usiendelee kusoma hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna macho yanakutazama. Adamu akageuka haraka. Hakuwa na mtu. Lakini juu ya mti mkubwa kulikuwa na kamera ndogo iliyofichwa. Mwangaza wake mwekundu ulikuwa unawaka. Kapteni Hamisi akaivunja kwa risasi moja ya bunduki yake ya zamani. Mbali kidogo, ndani ya gari jeusi lilikuwa limeegeshwa pembezoni mwa msitu. Screen iliyokuwa inaonyesha Adamu ikazimika. Mwanaume mwenye uso uliofunikwa akainama mbele. Akasema kwa sauti ya hasira, Kapteni Hamisi bado yuko hai. Kisha akageukia watu wake watatu. Mpango wa kwanza umefeli. Anzeni mpango wa pili. Mpango gani bosi? Mmoja akauliza. Mwanamume akatabasamu kwa uovu. Watekwe, lakini si Adamu. Tekeni. Mama Neema. Upepo ulizidi kuvuma ndani ya msitu wa Mbuyuni. Majani makavu yalikuwa yakirukaruka huku na kule, kana kwamba msitu wenyewe ulikuwa unatoa onyo. Kapteni Hamisi akamwangalia Adamu kwa macho makali. Tuna muda mchache. Kwa nini? Kwa sababu wakishindwa kukupata, watamfuata mtu umpendaye zaidi. Adamu akakumbuka maneno ya yule mwanaume aliyemuona kwenye ukungu. Kabla hujafika kwenye kaburi, anza kwa kuokoa aliye hai. Moyo wake ukaanza kwenda mbio. Mama! Kapteni Hamisi akatikisa kichwa. Naam. Ndivyo nilivyokuwa nahofia. Wakati huo huo, Danieli, Amina, Mama Neema na Mzee Salum walikuwa wakitembea kwa tahadhari. Amina alihisi kama kuna mtu alikuwa akiwafuatilia. Akamnong'oneza Danieli, kuna mtu nyuma yetu. Danieli hakugeuka. Nimejua tangu dakika 10 zilizopita. Basi kwa nini usemi? Kwa sababu yanayowinda akijua umejua, kubalisha mtego. Mzee Salum akacheka kidogo. Jana huyu ana akili kama ya mbweha. Manema akasema kwa utani, na nyinyi wanaume mkipanga mipango, sisi wanawake ndio tunaobeba vikapu. Watu wakacheka. Cheko hicho kilipunguza hofu iliyokuwa imetawala. Ghafla mbele yao alitokea mwanamke mzee, alikuwa amebeba kuni. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4. Sehemu ya 5 inafuata.